na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana. Shalom, shalom. Merry Christmas. Yes, Mungu amenigusa katika hizi siku chache kabla ya kumaliza mwaka, na tukiwa tunaendelea kusherekea kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na jambo moja la muhimu sana kujua kwamba Yesu Kristo kwa nini alikuja duniani na akavaa mwili wetu wa kibinadamu, akazaliwa kama mwanadamu, Mungu pamoja na sisi, Emmanuel. Yesu alipewa jina na malaika alipotumwa kwa Mariamu au Mary, akamwambia kwamba utachukua mimba na utapata, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utapata mtoto, utamuita Yesu. Just imagine, kuna kitu kimoja hapa kikubwa cha muhimu sana kuweza kujua. Jina ni kitu moja kimuhimu sana kuweza kuwa makini na jina, Na labda niseme tu kwa ufupi, watu wengi majina ambayo tuko nayo si majina sahihi yale Mungu aliyokusudia. So Mungu ana taratibu zake, na wazazi wetu walipaswa kumwomba Mungu au kuongea na Mungu awapatie jina lako kabla hawajakupatia jina. Sasa tulio wengi tumepewa majina ambayo wazazi tu labda kwa namna moja ama nyingine, wengine katika mila zao wamepewa majina ya urithi. Wengine mtu tu ametokea kama kusikia mtu fulani amempenda akaamua kumuita mtoto wake hivyo. Lakini ukiangalia vizuri, si kama Mungu ameongea na Mungu na Mungu amewapatia hilo jina ambalo amekupatia. Na sasa hayo ni makosa ambayo yamefanyika. Ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na saa nyingine vile mtu anaitwa jina la kutoka kwa mtu fulani, yani jina la urithi. Jina maana yake, jina lina asilimia kubwa, jina linabeba maisha. So yule mtu ulioitwa kutoka kwake umebeba maisha yake, utafanana na huyo mtu. Hamtofanana kwa jinsi ya kuonekana mwili, maisha mtafanana maisha. Kama maisha yake yalikuwa hivi, na wewe asilimia kubwa maisha yako yatakuwa kama yeye. Kama kufanikiwa kwako inaweza kuwa ni changamoto, unless labda ukiwa umekombolewa. Na istoshe tu kusema mtu umeokoka, sababu unapookoka ni funguo ya kufanikiwa katika mema na mazuri yote. Lakini hiyo funguo lazima uifanyie kazi, uende mahali fulani ukafungue au kushughulikia. Kwa ndio maana tulipookolewa na Yesu akatuacha hapa duniani, kwa sababu lazima tushughulikie maeneo tofauti. Lakini moja ya eneo kubwa sana la kushughulikia ni eneo la ndoto. Eneo la majina. Ndio maana imeandikwa kwamba jina la Yesu ni ngome imara. Linapotamkwa ngome nyingine hakuna. Basi mimi natamka kwa jina kula Yesu Kristo linaopita majina yote, jina ambalo ni ngome imara. Kila ngome iliyo katika jina lako ninaikemea na kuiondoa. Hilo jina ulioitwa ambalo sio sahihi, ngome iliyo katika hilo jina ninakemea na kuondoa kwa jina kula Yesu Kristo. Na mtu mmoja seme amina. Kwa jambo lingine la pili ambalo naguswa kukuelekeza, na watu wengi wamekuwa wanachukulia ni kawaida, ni kuhusu nyota. Yesu alipozaliwa, utambulisho wake ni Yesu ni Mungu pamoja nasi ni kupitia nyota. Nyota ni nguvu ambao Mungu ametupatia au ametukabidhi, ameweka ndani yetu, asili natural, ili iweze kukufanikisha katika maisha yako. Yesu nyota yake iling'aa sana kuliko kawaida. Hata anaitwa nyota asubuhi inaong'aa sana, kwa kizungu inaitwa bright morning star. Lakini kwetu sisi anatupatia nyota nayo pia ni asubuhi. Hata kama itang'aa, lakini haitong'aa kama ya Yesu. Yesu itakuwa juu zaidi.
Ukisoma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 28 anasema, kama vile nilivyopokea mamlaka kutoka kwa Baba yangu, nami nitakupatia nyota ya asubuhi. Kwa masuala ya nyota usitafsiri kama nyota. Nyota ni nguvu, na Mungu anaga desturi au taratibu wa kumpatia mtu kitu. Mungu anakupatia nguvu ya hicho kitu, ndio unafanikiwa kupata hicho kitu. Kwa nyota ni ile nguvu ambayo inakufanikisha katika maisha yako, vile Mungu alivyokuumba, alivyokusudia, alivyotuweka hapa duniani. Kwa watu wengi sana nyota zetu au nyota zao zimeibiwa. Kama haijaibiwa, imetiwa giza, kwa haiwezi kukusaidia. Ili nyota ikusaidie, inapaswa ing'ae. So Yesu Kristo amekuja kutuokoa, na amekuja kutuokoa kwa njia gani au kwa kutumia nini? Yesu amekuja kutuokoa kwa kutumia jina lake, kwa kutumia damu yake, kwa kutumia msalaba, mateso yake. Nami natamka kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu na kwa msalaba wa Yesu Kristo, ukapokee wokovu na ukombozi. Nyota yako ninaitangazia, nyota yako haijalishi imeibiwa ama imetiwa giza, ninatangaza ukombozi wa nyota yako. Nyota yako ikombolewe kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, nyota yako irejee mahali popote. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninatangaza nyota yako itakaswe, itakasike nyota yako. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, natangaza nyota yako ing'ae, nyota yako ing'ae, nyota yako ya asubuhi ambayo Yesu ameahidi kukupatia ing'ae. Maisha yako yawe na maana, maisha yako yapate matokeo. Mungu alikusudia usome, ufikie kiwango fulani cha masomo. Hiyo nyota ambayo Mungu amekujalia, anakujalia nyota asubuhi, imebeba masomo, imebeba kazi kubwa, kazi nzuri, imebeba utajiri, imebeba ndoa, imebeba afya njema, imebeba kuishi miaka mingi ya heri na baraka. Nyota ya asubuhi ambayo imebeba kila kitu kizuri katika maisha, kwa maana Mungu alipotuumba hajatuumba kwa ubaya, ametuumba na ametupangia mipango mizuri. Nami natamka kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa neema niliyopewa, ninatamka juu ya maisha yako, nyota yako ikombolewe, nyota yako irejee, nyota yako itakaswe, itakasike nyota yako ing'ae, nyota yako ing'ae, ukafanikiwe katika jina kuu la Yesu Kristo, Mwokozi na Bwana. Tunaomba na kuamini, kushukuru. Amen. Mungu akakujalie neema ya kumaliza vizuri mwaka huu wa 2025, na Mungu akakupatie neema ya mwanzo mzuri wa mwaka 2026. Shalom. Natangaza, ninabariki Israel na ninabariki siku hizi zako chache, siku zetu hizi chache za kumaliza mwaka huu na kuingia mwaka mpya. Mungu akubariki, Mungu akutunze, akutende mema kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Shalom. God bless you. Thank you so much.